Watu wengi hupenda kusema ameokota dodo kwenye mnazi, lakini Waswahili hupenda kusema mbuzi kafia kwa muuza supu. Ni story inayomhusu kijana mmoja ambaye anaitwa Salu. Salu alipata bahati moja kubwa sana ya kupendwa na mzungu. Kabla hatujaendelea story yetu, kama bado haujasubscribe, naomba shuka hapo chini, gusa neno subscribe, kisha weka alama ya kengele. Alafu nenda kwenye comment tuandikie unasikiliza simulizi zetu kutokea mkoa gani. Uko wapi my friend? Salu ni kijana ambaye anapenda sana mitandao ya kijamii, hasa Facebook pamoja na IG maarufu kama Instagram. Siku moja Salu aliingia Instagram, akakutana na mrembo mmoja mzuri sana mwenye asili ya Kikorea. Akamsalimia, "Hai mrembo." Mrembo akajibu, "Hai tu." "Hey, habari yako?" "Safi." "Naitwa Salu, unaitwa nani?" Mrembo akamwambia, "Naitwa Jackie." "Unaishi wapi Jackie?" Jackie akamwambia, "Naishi Korea." "Oh, nimefurahi kukufahamu. Mimi niko Tanzania. Karibu kwetu Jackie." Jackie akamwambia, "Asante sana. Unaonekana ni mkarimu." Salu akamwambia, "Yes, mimi ni mkarimu sana." Walichati, siku zikaenda. Ile siku ikapita. Siku zilivyozidi kwenda, mshikaji wetu Salu alitokea kuvutiwa sana na yule manzi. Alisema, alikuwa anajisemea mwenyewe, "Oh Mwenyezi Mungu, nibariki nipate huyo mzungu. Nikija kumpata, nitampenda sana. Na naamini hii ni bahati. Mwenyezi Mungu nifanyie wepesi." Siku moja Salu alikaa mwenyewe, anajiuliza, analala kitanda hakilaliki, anasimama anainuka. "Oh jamani, kwa nini?" Akaona ngoja nimcheki, akamtafuta. "Habari Jackie. Hivi uko salama kweli?" Akamwambia, "Niko salama Salu, za kwako?" Akamwambia, "Safi." "Jackie, naomba tuwe marafiki. Naomba unisaidie namba yako ya simu." Jackie akamwambia, "Usijali Salu." Akamtumia namba ya WhatsApp. Hapo ndipo ulipoanza kuongezeka ukaribu wao, Salu pamoja na Jackie. Akamcheki WhatsApp, "Habari?" "Safi, naambie Salu." "Naambie rafiki yangu." Akamwambia, "Mimi niko poa, lakini kuna kitu natamani tuongee Jackie, kama utojali." Akamwambia, "Niambie rafiki yangu." "Ni kitu gani hicho?" Unajua Jackie, mimi ni mwanaume pia, nina hisia, nina moyo, naweza kupenda pia. Toka siku ya kwanza nimekuona, nimevutiwa sana na wewe. Nilitamani kama tungekuwa marafiki." Aliongea kwa wasiwasi sana, kwani yule mwanamke ni mrembo sana, pia anaonekana ni mwanamke wa familia kitajiri, isitoshe ni mzungu. Kijana wetu Salu alijeng'atang'ata wakati anamwambia. Jackie akamwambia, "Oh Salu, ni mapema sana, lakini mimi na wewe hatufahamiani. Wewe uko mbali, mimi niko mbali. Je, unadhani kuna mahusiano hapo kweli?" Salu akamwambia, "Hakuna kinachoshindikana Jackie. Sisi ni binadamu. Milima huwa ndo haikutani, lakini binadamu hukutana. Ukinirizia kuwa na wewe, nitajitahidi, tutaonana. Usijali Jackie." Akamwambia, "Basi naomba nipe muda niweze kufikiria kuhusu wewe, kwani siwezi kufanya maamuzi ya haraka kiasi hicho. Mimi ni binadamu pia, naomba nipe nafasi." Salu akamwambia, "Sawa." Mshikaji wetu Salu analala, anaamka, akili haitulii, anawaza, anaongea na Mungu wake, Mungu nibariki, nipate huyu mzungu. Nitawatambia sana washikaji zangu, kwani hakuna mshikaji wangu ambaye ashai kupata mzungu. Mimi nitakuwa mshikaji wa kwanza kupata mzungu." Kweli siku 3 mbele akamcheki, "Hey mrembo, hai." Mrembo akajibu, "Hai tu." Jackie, ni siku sasa zimepita. Vipi kuhusu mimi? Umewaza nini?" Jackie akamwambia, Salu, nafikiri sina tena muda wa kusubiri. Nafurahi kukuambia kuwa nimelipokea ombi lako. Pia niko tayari kuwa na wewe.
navutiwa sana na vijana wa Kiafrika kama wewe, kwani tupendane, tujaliane na tusaminiane pia. Nakupenda pia Salu. Yale maneno yalimfurahisha sana Salu. Ilikuwa hatulii mshikaji wetu, anakaa, anaamka, analala, anainuka. Ni siku ilikuwa ya furaha sana kwa Salu. Akamwambia, nimefurahi sana kusikia hivyo Jackie. Nakupenda na nakuahidi nitakutunza, nitakujali, nitakusamini pia, kwani wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Jackie akamwambia Salu, mimi pia hivyo hivyo. Nakupenda, nakujali na kusamini pia. Naomba tulitunze penzi letu, tulilinde penzi letu. Naamini tunaweza kuwa na familia bora sana ya Kikorea pamoja na Kiafrika. Salu akamwambia, ni kweli kabisa. Na nimekaa na wewe muda mfupi, lakini nimegundua ni mtu ambaye unapenda sana. Wewe ni mcheshi na kuona Jackie. Masiala yalianza. Kama unavyojua wapenzi, lazima wataniane, lazima wachekeane. Siku zilienda. Siku moja Jackie alimwambia Salu, Salu, naomba tuonane. Naomba panga siku tukutane. Naomba sana Salu. Salu akamwambia Jackie, mimi pia natamani sana hilo swala ambalo unaniambia, lakini kwa sasa hali yangu ya kiuchumi haijakaa sawa. Nafikiri ikikaa sawa nitakuambia, nitakukatia tiketi, utakuja kwetu. Jackie akamwambia, kumbe shida pesa. Mawazo kama hayo makubwa utakiwi kuwaza mwenyewe, inatakiwa unishirikishe. Mimi kwangu pesa sio swala kabisa. Ungeniambia tu, ungeniambia Salu, aliongea Jackie. Salu akamwambia, mimi ni mwanaume, natakiwa pia nipambane kwa ajili yako. Sikuona kama ni sahihi kukuambia kuwa unipe nauli au wewe utumie nauli yako kuja kwetu. Nilitamani nitafute pesa nikupe uweze kufanya nauli na uje kwetu, aliongea Salu. Jackie akamwambia, usijali, sisi ni binadamu. Pia mimi ni mwanamke ambaye nimezaliwa kwenye familia ya kitajiri sana, kwani usiwaze wala usijali kuhusu pesa. Naweza kukusaidia au naweza kutumia nauli yangu na nikaja huko kwenu. Usijali. Akamwambia, kumbe karibu sana. Naamini familia yangu itafurahi sana watakapokuona, kwani mama yangu nimeshamwambia kuwa nimeshapata mwanamke mrembo sana. Pia kwetu kuna vyakula vingi ambavyo hujawahi kula. Nafikiri ukija utaenjoy sana Jackie, aliongea Salu. Jackie akafurahi sana, akamwambia, kweli naonaga Afrika ni pazuri sana. Natamani nijue siku moja. Ngoja niongee na baba yangu, nimwambie kuwa natamani nitembelee Afrika, kisha aweze kunipa pesa na niweze kuja huko. Akamwambia, mimi nakuombea baba yako aweze kukukubalia safari yako na iweze kukamilika, aliongea Salu. Binti Jackie akaongea na baba yake, baba, naomba niende Afrika nikatembee. Aliongea kwa wasiwasi sana. Naomba baba unipe pesa niende Afrika. Kuna rafiki nimempata, naona nimtembelee tukafahamiane, familia yake nifahamu, niweze kujuana na familia yao. Alikuwa anaongea kwa wasiwasi, kwani alikuwa anahofia baba yake kama atapinga hili jambo. Lakini baba yake na Jackie akamwambia, mwanangu, wewe ni mwanangu wa pekee, nakupenda sana, hata usijali kuhusu hili. Mimi niambie tu wewe unataka uende lini huko Afrika, niweze kukupa hiyo pesa na uweze kwenda Afrika. Jackie akamwambia, baba, wewe hata kama leo ni sawa, naomba tu hiyo pesa mimi niweze kwenda. Siku mbili mbele baba yake na Jackie alimuingizia pesa Jackie, pesa nyingi sana ya kutosha. Kwa furaha sana siku ile Jackie alimpigia Salu, mpenzi wangu Salu, baba yangu kaniingizia pesa. Hapa ninavyokuambia, kesho tu napanda gari na kuja tena. Nikikaribia kufika airport nitakuambia. Nikishapata passport yangu nitakutumia kwa njia ya WhatsApp uweze kuamini. Nakuja Salu. Salu aliruka, alifurahi sana kusikia vile, kwani alitamani siku moja mrembo yule akakutana naye macho kwa macho,
akampeleka mpaka kwa washikaji zake, akawaambia, wanangu, huyu ni shemeji yenu, si unajua pata mzungu, wenyewe wanaelewa mambo ya vijana haya. Kweli binti Jackie alienda kukata tiketi, alipata ndege ya usiku, alitumia takriban siku 2 yuko safarini. Mshikaji wetu Jackie, mshikaji wetu Salo amini macho yake, anafumba macho anafumbua. Mungu, ifanye hii siwe ndoto, iwe kweli huyu binti afike, iwe kweli aje. Kweli binti akamwambia Jackie, naomba unitumie location, sehemu ambayo nitafikia niweze kuja. Kweli mshikaji wetu Jackie alifanya hivyo. Kweli mshikaji mapema sana akatokea airport. Alikaa sana mshikaji wetu, anaangalia huku na huku. Mbona atokee mrembo? Yuko wapi? Ni huyu nini? Kila mrembo anayemuona wa kizungu anajua ni yeye. Masaa yalienda kidogo. Mara ngapi mchumba huyo hapa? Jamani Jackie, mbona sikuoni hapa? Wanaongea kwa njia ya WhatsApp. Jackie akamwambia, umevaa nguo gani? Akamwambia, mara ngapi? Jackie akamwambia, ni mimi hapa. Wote walifurahi. Jamani, wakatagi wenyewe wanasema kukumbata, wakakumbatiana. Jamani, wao karibu sana nchini kwetu, karibu sana, na mimi mama yangu atafurahi sana akikuona. Wamekaa walipiga sana stories hapa na pale. Wakatoka wakaenda mpaka kwa mama yake na Jackie, waliongea sana, walizungumza mengi. Siku 2 mbele, Jackie akamwambia Salu, nimefurahi sana kukutana na wewe, lakini naombi moja, naomba unioe tu basi. Naomba unioe, au tokuwa na shida yoyote. Baba yangu ana uwezo, nikimuomba kitu chochote anaweza kutugea, na tukafanya mambo yetu, tukafanya biashara zetu. Mimi niko tayari pia kuishi Afrika. Salu akamwambia, sawa, siwezi kukupinga Jackie, kwani nakupenda sana na wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Kweli Jackie aliwaambia wazazi wake, baba, naomba niolewe na Salu, kwani nampenda sana na naamini Salu ni mwanaume wa ndoto zangu. Babake na Jackie akamwambia, hayo ni maamuzi yako, lolote utakalosema mwanangu, mimi nitafanya kama vile wewe unavyohitaji. Babake na Jackie alikubali kumpa pesa Jackie. Siku zilienda kidogo, ilifungwa ndoa moja ya kifahari sana. Jamani Jackie, nile sasa mbuzi huyu hapa kafia kwa muuza supu, haamini macho yake. Washikaji zake walifurahi sana, walienjoy sana. Siku zilipita, mambo yaliendelea, waliishi kwa amani na furaha, upendo mkubwa sana. Na hii ni hadithi na bahati ambayo aliipata mshikaji wetu Salu. Wanasema bahati ya mtende, Waswahili wanarudi pale pale kuwa mbuzi kafia kwa muuza supu. Hii ni Ngoni Simulizi, na leo tumekupa hii simulizi. Shuka kwenye comment tuambie unasikiliza ukiwa wapi, unalipi la kutuambia, kipi tuongeze, kipi tupunguze. Tunasikiliza pia ushauri wetu. Wewe ni msikilizaji wetu, tunaomba usubscribe, ucomment, ulike.